ilikuwa ni mlongo wa pesa. Yule ilikuwa ni mlongo ya utajiri wao mimi na wewe. Mbasa, I don't understand. Kwa sababu lipi furahi? Nimefurahi sana kabisa huyo jamaa kufutwa kazi. Baby. Lakini mimi nahisi kuwa maana ya baba yako vizuri tu. Ya, tutobaki ni sisi tu kuzingatia. Isani hawezi akakubali kuenda. Pengine tuite pastor aje hapa muombe hapa. Na maisha yangu ukiendelea na kukanya mara ya mwisho utajutia maisha yako. Utajutia kuzaliwa na Rozi. Niko likizoni tu. Na kuna baki miezi 5 nirudi kazini. Wewe ungekuwa bado kijana, wala ya Mungu ningekutafutia msichana pisikali wa kutoka kama wapi hivi. Wewe ni handsome boy. Richard, nilikuamini sana. Sikuzani kama unaweza kunidondosha kiasi kile. Sorry. Hasi mambo ya kuongelea kamunini. Labda tuongelee klabuni. Karibu Mbasa. Boss. Na si kawaida kukufika ofisini mwangu kulikoni? Ndio boss. Nitokapo ni kwema sana. Lakini kuna vanga kubwa sana imejitokeza. Jaribu kwanza kunipea taarifa kama kulikoni. Ni kuhusiana na mwanamke tuliyemteka nyara. Nimejaribu kujadili na familia lake na wameniambia hawana pesa maana gharama ilikuwa juu sana. Ni unataka kumaanisha walitaka tukapunguze gharama? Of course. Hiyo haiwezekani. Unajua tukipungua gharama tutakuwa tutaonyesha kuwa sisi ni watu fake. Ndio boss, hiyo ni kweli. Lakini tatizo lililojitokeza ni wakashafariki. Shit. Mbasa, unataka kuniambia kuwa mmefanya ushenzi? Mbasa, yule ilikuwa ni mlongo wa pesa. Yule ilikuwa ni mlongo ya utajiri wao mimi na wewe. Mbasa, I don't understand. Amefariki. Hakuna kuda mapomba, tumeongea na familia. Kaidi, yani Mbasa, unanilit down. Unaniangusha Mbasa. So, nasema hivi. Mufanye mbinu zote. Kwa usiku wa giza. Mtoe mwili huo. Mwende mkautupa visimani. Yes boss. La sivyo tukishikwa na polisi. Yaani tukishikwa na polisi hatutojitoa kamwe. Hatuwezi jitoa. Sababu kukijulikana chochote nataka nisifahamike na nisihusishwe. Mimi sifahamu. Yes boss. Mlango ni wazi kwako. Unaweza kuondoka. Alifanyia kazi. Kazi njema. Nashukuru. Basa. Roho nyendani. Kwa leo yani mimi sitakaa. Mina maneno mama. Mama, yani tumepata kazi. Kazi? Tena kazi nzuri. Yani kuna wanaume wawili tunaenda kuwanyongea tu. Eti? Alafu umeoto wapi? Mama, yani ujitayarishe kwa kila kitu. Yani mihela tu. Yani uvalie kiseksi, kila kitu. Ujipodoe mama. Maana mimi nipo tayari. Laila, si unanijua vizuri. Kuhusu swala la kujiremba. Mwenyewe niko fresh najikubali Anaondoka tuingia kwa simu. Usijali tu. Bye. Marcela, ndo maana nimemwambia tumsaidie. Wewe acha. Yana zani ngolodana shito kumpiga dadake. Acha wewe, yani angekuwa dadangu mimi ningemtia motoni nifanye kuni. Wewe acha. Nimeshakuwa mimi nina mawazo. Hata kama mimi ndo mawazo. Tumpeleke hadi kwa ganga. Kwa mganga? Yes. Wewe.
kwa mganga ni vizuri. Sikiliza nikwambie. Unaweza kumpeleka kwa mganga lakini Gloria hawezi kukubali. Huyu anaweza kukubali. Nyinyi mniachie, najua kipi mimi ndamwambia. I want to ask you. Yes. Hivi unaweza kuniambia umefanya siku nyingi hapa? Ndio. Na huturudi kazini? Nitarudi tu. Muda si mrefu nitarudi. Likizo. Tumefanya kazi sana. Na mimi sijawahi ona likizo inazidi wiki 2. Niko likizoni tu. Na kuna baki miezi 5 nirudi kazini. Miezi 5. Aya, basi sio shida. Na ngoja nikwambie sasa. Vioni kwamba umri wako unasonga. Kwa hiyo unafikiri utaoa lini? Hapana. Nitaoa ila unajua sijapata mchumba. Basi fanya haraka. Mimi nafikiri likizo yako ikiisha uo umeoa tayari. Sasa bado sijakuwa na mchumba. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mabindi wanajaa hapa mjini, wewe utakosa mchumba? Usubiri tu, nitamtafuta na nitamleta. Habari yako? Mzuri bosi. Nice, ndo kijana ambao umefika hapa jana. Of course yes boss, ndo mimi. Kuna mahali fulani naelekea. Kuna kikao, ila nice ukikuja jioni tutaongea kuhusu mambo yako. Kakaangu, nilifika hapa jana asubuhi huku wepo. Lakini nilichokikuta hapa kilisababisha niondoke pasina kuongea hata neno moja. Ulikikuta kipi? Suna huyu Rozi dada yako ndo nilikuta hapa wakiwa na rafiki yake. Na nilivomtazama vizuri nikaona kwa ni pepo ambazo zinamsumbua, pepo chafu. Ni bora tumpeleke kanisani mapasta wa muombe. Kanisani hawezi akakubali kuenda. Pengine tuite pasta aje hapa muombe hapa. La, si tatizo. Sababu mimi nimezoea mapasta kumwambia jambo kama na lile hawezi kakataa. Ila hakikisha kuwa kesho asubuhi asiondoke kabla pasta hajawasili hapa. Ya. Hakikisha kuwa haondoki. La, mbona lakini ni nini ambacho kimekukuta ili uwe usifike tena kanisani? Kanisani. Kanisani nitafika tu, lakini kulikuwa kazi ambazo nilikuwa namalizia. Okay, wewe usijali. Sababu kila kitu tutapima kwa fresh tukifika huko. Na hakikisha kwa kila kitu itaendeka sawa. Haya basi. Na mimi narudi. Dimitri. Nilikuwa nimepika wali kidogo. So wali? Yeah. Okay, wali tu ni ya kwangu. So wewe usijali. Nitaitumia hata kesho. Dada, asubuhi unaenda wapi? Mwenye macho hambichi sasa unaona kwa anaenda kuoga. Yaani hujafanya chochote humu ndani. Wewe kinyago ili usifanye kazi. Ama mimi ni mama mtumwa humu ndani. Ipo siku utajutia. Wewe mwenyewe. Salo. Salamu, vipi? Umefika kasini? Eti
mnahofia kushikwa? Fanya hivi, mtakapofika pale kwenye boda mnamtafuta Mr. Abdul Kavanda. Ya wako pale tu ndo wanafanya kazi pale. Mtakapoongea na yule Abdul Kavanda, mnataja tu jina la hili kampuni langu. Anyway, yatanifahamu, nampigia. No, msiwe na shaka kushikwa. Mkimpata Abdul mjue kabisa mmevuka Uganda. Haina tatizo. Okay, sawa, asante. Okay, asante sana. Safari njema. Amos. Amos. We Amos. Boss. Samahani. Shikamoo boss. Sasa wewe utizani ni malaika? Wewe unazingua wewe. Sorry sana. Sorry. Sasa boss wangu, mimi naomba samahani kama nimechelewa. Niona na Sasa unajua wazetu tena kabisa sasa zinakuwa kila siku. Mimi nataka kukuuliza, hivi umbwa wametumia chakula kwenu? Umbwa, yes, ndio bosi. Nimepea umbwa. Umbwa ametumia chakula. Kula nilivyo unaona tu bosi wangu, haki ya Mungu ingeshuka vizuri hapa kwenye koo. Hivi ndani unakosa chakula kweli? Hapana. Hapana, ndo maana nimesema nimekipatia tu, lakini bosi tuachane na yale. Ninataka nikuulize bosi wangu. Sasa bosi, mimi nakupea mfano. Ni kama mfano tu bosi wangu. Mfano nakwambia eti chupi zangu zote zimepasuka. Hivi unaweza uninunulia hata chupi mbili bosi? Wewe acha utani bana. Chupi? Unaonaje? Unataka kuniambia kwamba chupi zako zimepasuka? Unachesha kweli? Unachesha. Lakini I'm sorry kama nitakuwa nimekosea. I'm sorry kama nitakuwa nimekosea bosi wangu. Wewe ni bosi wangu. Basi usijali. Kweli. Nakupa hapa kiasi kidogo tu cha pesa. Na ndo maana bosi wangu nakupenda sana. We, nakupenda sana hizi zitakusaidia. Za kwangu hizi zote? Tununua chupi. Unakwenda kununua chupi tena zile nzuri. Na ndo maana bosi wangu nakupenda sana na kuambia kwa Mungu uishi milele. Yaani uishi mpaka na mimi niwe tajiri, niwe nakupea pesa. Unaona bosi wangu? Wewe utakuwa umefurahi. Utakuwa umefurahi wewe. Sana tena sana bosi. Asante nashukuru. Okay. Umbwa nimepea chakula so mimi narudi kumalizia kugusa maua kule. Okay, sawa. Mimi niko hapa. Sawa bosi. Bosi zote za kwangu hizi bosi. Nashukuru sana. Bosi. Samahani bosi. Samahani bosi wangu. Utanisamehe bosi. Unajua wewe ungekuwa bado kijana, wala ya Mungu ningekutafutia msichana pisikali wa kutoka kama wapi hivi. Wewe ni handsome boy. Unachesha sana wewe. Una utani wewe. Una utani nikwambie. Mimi namalizia kwanza kazi hii bosi. Mimi niko hapa. Bosi, nakupenda bosi. Kakaangu Lodi, vipi tena? Msalama kidogo. Ila kabisa nimepata taarifa za kwako na nimekuta kwamba kabisa unaumia sana. Kweli. Ila kakaangu, kitu ambacho naweza nikuambia ni kwamba wahenga waga wanasema kwamba mwamka mapema waga njia yake kufupika, lakini mimi mwenyewe najiuliza, je, mbona wewe umekataa kuamka mbio hivi? Unamaanisha nini? Kakaangu, kitu ambacho kiko pale ni kwamba Mungu mwenyewe amesema kwamba ukijipigania pia yeye mwenyewe atakupigania, lakini nimekuja kushangaa kivipi wewe umejiacha tu hivi mdebwede. Kaka, mimi nasumbuka sana kumhusu dadangu. Haya basi. Na mimi nilikuwa na idea fulani moja hivi ambayo ningekupa. Na idea yenyewe mimi ningehitaji tuende kwa mganga. Kwa mganga? Na wala usistuke, maana kitu ambacho kabisa kitatusaidia mimi na wewe. Unajua kuwa hivi vitu vinahitaji muda. Inabidi nifikirie ama la ndaweza kuvifanya. Basi haya. Mimi majibu zako nazihitaji jioni hivi ili kesho masaa 5
saa 6 hivi pale tupaelekee. Kakangu, mimi nakuacha. Ngoja basi nikuandalie juisi kidogo. Kakangu, kama ni juisi itakuwa tu ni ya kwangu, haiwezi kupotea. Mimi ni wa hapa tu. Rachi, Naam, boss. Sulemani yuko wapi? Hajawasili. Kwa nini? Sijui, siku 3 zimepita kabla hajaja kazini. Okay. Hivi ni vyeti vya Sulemani. Fanya jitihada zako zote zimfikie. Sawa, boss. Unataka kujielekeza wapi Swaga? Mimi najitembeza tu mtaani. Nini tena? Ina maana hujui mambo ambayo yanaendelea kwenye kata? Kulikoni tena? Nakwambia kwenye kata pata chimbika, nakwambia pata chimbika. Kwa taarifa yako mama, jogo haipande mtungi. Unamaanisha nini tena? Nataka kumaanisha kuwa Rose pamoja na Laila wanatumia madawa za kishirikina. Wewe usiniambie. Nimeshangaa. Tena na kwa taarifa yako, hata braza yake amshamshinda. Yaani hana la kuzungumza mbele ya Rose. Hana. Ndoma. Kuna nini? Mimi naenda huko juu. Kuna nini? Hamna. Kumsaidia Ngolodi kabisa hapo mimi sikatai. Ila kama ni yale mambo ambayo mnasema tumsaidie kwa kishirikina, kabisa makaka yangu mimi sipo. Anateseka, inabidi tumsaidie. Najua kuwa anateseka, ila si tumsaidie kwa kumlaza katika maombi. Wewe acha, unadhani hii Biblia itakufikisha mbinguni? Hii Biblia tu Biblia. Nawaambia, mimi kama ni kumsaidia, nataka tumsaidie kwa maombi. Tuondoke bwana. Wewe Nimesikia kuwa bosi amemfuta Sulemani kazi. Kwa nini? Sulemani ameanza kukamata kazi kama ya kwake, kwa maana anafukuza. Ina maana Sulemani hatawahi fika tena hapo? Hapana, hawezi kufika. Alex, unajua kuwa mimi ninafurahi sana sababu Sulemani amefukuzwa kazi. Umefurahi sana kwa nini? Nafurahi. Kwa sababu lipi furahi? Nimefurahi sana kabisa huyo jamaa kufutwa kazi. Tega, usicheki maumivu ya mwingine, maana jua kesho pia nayo yanaweza kuwa ya kwako. Unafikiri hivyo bro? Mimi kabisa nafurahi sababu yule jamaa alikuwa hapa anajibeba anajifanya kuwa yeye ndo yeye. Sasa kwa sasa tunavyoongea mimi ndo nitachukua nafasi yake. Bwana tufanye kazi kwanza tuachane na yale. Okay.
Hapo Mr. Sabuni. Nifika ofisini kwangu. Wewe kuja. Ya. Wewe umekuwa mtu wa kufanya vitu ambavyo havieleweki. Umekuwa jambazi na tumejua mambo yenu. Na la sivyo, kama hujitokeze, tumewapea masaa 24. Na kuhusu kifo, tumejua nyinyi ndio mmehusika. No. Jana mwenyewe nilifunga ofisi. Sasa no. Haingia akilini. Na nanitishia maisha mimi. Hanifahamu vizuri. Haya ni hata mtu anaweza kuwa nani? Mr. Justin. Tukutane ulabuni. Dharura. Ya. Fanya faster. Dani, mimi ninavyoona kuwa zile gauni zimekuwa kama zinapungua. Inastakiwa tuongeze nyingine. Nyeupe. Hata nyekundu kwa sababu wanawake sana. Nyekundu Dani? Hata nyekundu. Okay basi. Pia zile mashati za wanaume. Itastakiwa nazo tuongeze nyingine. Kiukweli. Kuna vitambaa utanikumbusha. Aisha, vipi? Salamu. Nimekukuta. Yeah. Ila nimeona tunaona niko napita pita hapa. Sasa ndio nimekuona hapa, nimesema ngoja tu nirahisishe kazi yangu. Au sio? Nina barua yako hapa. Fikishie. Barua yangu? Yeah. Nilipewa na Sulemani nikufikishie. Mimi hapa. Asante. Niwe kila shukuru. Asante sana. Mimi nawai. Okay, usijali. Okay. Nashukuru sana. Bye. Asante. Okay. Yeah, bye. Unaenda wapi? Tuliza, unaenda wapi? Naenda kanisani. Kanisani kufanya nini? Nguo zangu je umefua? Usitake kunisaulisha kitu kimoja. Uliona unanifuatilia jana kwa nini? Si nimekukanya zaidi ya mara 3 hivi. Kama kufuatilia maisha yangu hayakuhusu kaka. Hakukuhusu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja kaka. Nakwambia mara ya mwisho nitakufanya kuwa chizi sasa hivi. Kama kufuatana na maisha yangu, ukiendelea na kukanya mara ya mwisho, utajutia maisha yako. Utajutia kuzaliwa na Rozi. Hivi kweli dada, umemsahau Mwenyezi Mungu? Unasemaje wewe? Si nimekwambia ukome kabisa kunisijia hilo jina. Kwa nini wewe mwanaume husikii kabisa, huelewi? Una akili timamu kweli? Nimekuambia mara ya mwisho, endelea na haya mambo yako, nitakuharibu. Unanipika mimi? Nimekuambia nitakuharibu na ndio kwanza nimeanza. Upo bibi?
Muone mwanaume shobo tu. Yes, hello. Kawaida. Amini kwa kampuni. Kuna vitu fulani navipitia hapa, ila muda si mrefu nitakuwa nimemalizia. Justin. Bwana Masuka. Justin. Karibu. Salama. Uko sawa kabisa? Niko poa. Bali mimi ninavyoona uko sawa. Kwa kipi? Mimi niko sawa. Imana ndo zaidi ya miezi miwili upatikani. So sijui unafikiriaje? Hapana. Kazi yenyewe ndio imenisonga sana. Ila usijali tafadhali. Tuko tunafatana kabisa. Huko kwenye harakati ya kunipatia kiasi fulani cha fedha. Umekuwa mchelewi sana bro. By the way, nitaka kuswali pia. Sijui umepata taarifa za yule mtoto ambaye tumemteka nyara. Amepoteza maisha. What? Na nufia kitu kimoja. Pengine tutakuwa tumefahamika na polisi. Sorry. Hasima na kuongelea kampuni. Labda tuongelee klabuni. Tujadili mambo mengi. Hapana. Maana si unajua wanaweza kutusikia. Kuwa makini sana. Mimi nakuacha. Okay. Lakini ujipange. See you. My love, najua huko unajiuliza mengi sana kunihusu mimi, ila usijali. Nakupenda sana, tena sana. Na kukuonyesha upendo wangu, mimi kesho nitaenda nikutambulishe nyumbani. Nataka tuanje familia mimi na wewe, kama hutajali. Nakupenda sana, mpenzi wangu Aisha. Ni wako Sulemani. Babangu naona kabisa uko unajisomea. Bila shaka. Baba mimi nikushukuru tu kwa kutumia muda wako kabisa kutusubiria. Lakini mgeni wangu ndo huyu ambaye nilikuwa na kuambia, ndo huyu hapa. Okay, ndio. Unaitwa nani? Baba, mimi naitwa Aisha. Aisha, karibu sana. Asante baba. Jisi nyumbani, tupo kabisa. Lakini baba yangu mimi sijamuona baba mdogo, sababu naye alistakiwa kabisa katika hiki kikao, lakini mimi sijamuona. Baba mdogo ametoka. Kulikuwa kuna dharura kidogo, kwa hiyo anakuja muda si mrefu. Sawa baba. Nafikiri unajua sana mila na desturi zetu. Aisha anatakiwa akae hapa tukichunguza. Haya basi. Nafikiri tutapata muda mwingine wa kuzungumza. Mimi naondoka. Sawa baba.
lakini zile. Wewe Amos. Shikamoo. Marhaba. Hapa ni safi tu. Niko nje tu na nasafisha tu. Kweli. Yaani unaona kabisa hujacha. We. Yaani niliona ukiingia nikasema hii pisi kali imeingia huko kumbe. Hujacha. Sasa asante kwanza. Mimi sijajua jina. Lakini zingatia sana kauli yako. Unajua huyu hapa hatakuwa dadako. Hapata huyu hatakuwa dadako. Sawa? Mimi sijajua jina. Wifi yako hapa? Anaitwa Aisha. Aisha. Ndio. Huyo hapa hivi ni mwanamke ambaye mimi nimemchagua. We. Sawa. We. Ndio. Sulemani. Usijali. So nilikuwa na yani nilikuita hapa. Tume kama kule kuna nini upe. Sijana. Lakini yusipo pombe na maji pia. Basi sawa. Mimi uniletee maji au uniletee juice? Kweli? Ndio. Okay. Sawa. We. Pata. Nakuja. Wanangu. Ndio baba. Nimewaita hapa kwa jambo moja. Haya maisha mnayaanza sasa sio mzaha. Mjue kwamba haya maisha wengi walifeli. Tulipitia changamoto nyingi sana. Lakini sisi hatukukata tamaa. Tulipiga moyo konde na hadi tulikuwa wazee bado tunapendana. Wewe yale maisha uliyokuwa unayaishi kama kijana acha. Ndio kwamba muda huu unakwenda kuitwa baba. Alafu mama yangu kitu kimoja ambacho nitawaomba nyinyi. Maisha ni kusameheana na mnaaminiana. Sio mnaelewa? Tunakuelewa mzee. Hapata kwa hiyo mimi nikuondoa wasiwasi baba wangu. Sema yani nimeelezeka sana na maneno yako. Na kwa hiyo hakikisha kuwa kwenye mpango yetu Mungu ndo atakuwa wa kwanza. Na kwa hiyo babangu yani mimi sitakuangusha. Okay. Nashukuru kusikia hivyo. Maana nawategemea sana. Najua kwamba mtajenga maisha mazuri sana. Wajukusi mtaniletea. Wale kawaida baba. Okay. Basi wacha mimi waache nijiandae maana naenda dawa. Basi sawa baba. Mchana mwema. Okay, basi mimi mkae hapo mtulie, mimi naenda. Asante baba. Kaka samahani. Naomba unisamehe kakaangu kwa yote niliyokufanyia. Nimejikuta binadamu asiyekuwa na adabu. Mtoto mtovu wa rizamu. Nimekosea sana kakaangu, naomba unisamehe. Nimegundua makosa niliyofanya ni makosa makubwa. Kakaangu, tamaa tu nilifanya nigeuke nibadilike ghafla. Lakini Laila ndo alinishauri yote yale mimi sikuwa nahitaji kakaangu. Nakuomba msamaha.
Nimeamua kuanza maisha mazuri kabisa kakaangu. Nami niko Mungu atanisamehe. Nimekosea sana Mungu. Nilimlaumu kwa wazazi wangu. Na kusema kwenda kasababisha kifo chao. Lakini kakaangu nimeamua kusafisha madhambi yangu yote. Nimetubu, nisamehe. Nisi kakaangu, nisamehe. Chakula kitamu. Kweli? Ndio. Unajipenda? Nimekipenda sana. Asante. Unaonaje mazingira ya hapa? Kusema kweli baby, mazingira nyuma mazuri sana. Mimi nimeyapenda. Umeyapenda kabisa, unayapenda kweli. Kabisa. Sawa. Sasa sijui kama umepima kufikiria kwa yale maneno ambayo baba alituambia. Baby. Lakini mimi nahisi kuwa maneno ya baba yako vizuri tu. Kilichobaki ni sisi tu kuzingatia. Kweli. Au sio? Kweli nimeelewa. Lakini nimependa sana. Kabisa majibu yako kabisa imeniridhisha. Kweli? Hapo ulizani mimi ninaweza kujibu nini zaidi ya hii? Ni hilo tu ndio ambao nilikuwa natarajia labda tu utaniambia. Yaani jana ulifika wakati nilikuwa kazini. Ndio baba. Unaitwa nani? Mimi naitwa Aisha Mbweki. Aisha Mbweki? Unatoka wapi? Mimi nilitoka Nairobi. Unaweza kuniambia jina lako? Mamangu anaitwa Sabina Adija. Baba unamfahamu? Baba. Mbona msikuelewi? Utanisamehe kuingilia maisha yako. Sio shida baba. Tayari wewe ni babangu mkuu. Sasa unaweza kuniambia jina la baba? Kwa bahati mbaya mimi sijawahi muona babangu. Unajua jina zake? Babangu alikuwa anaitwa Richard Mbweki. Na ndio maana mimi naitwa Aisha Mbweki. Yaani wewe ndio binti yangu? No, huwezi kuniambia kwa ni babangu. Hapana. Yaani kunielewa si rahisi. Lakini ilikuwa hivi. Unajua kwa nini nakupendaga sana? Niambie. Ni kwa sababu unanipenda, unanijali, unanisikilizaga. Kweli baby. Baby wangu. Unajua kwamba wako unanifurahisha. Mimi nimevutiwa sana na tabia yako. Kabisa leo nina zawadi yako. Zawadi yako? Basi naisubiria. Kweli? Of course. Unajua hiyo siku tulipokuwa guest. Nakumbuka. Hivi unataka kuongea nini? Na ujauzito wako. Hivi una akili kweli? Mimi nimekuja hapa Kambala kufanya kazi. Sikukuja kwa ajili ya kufanya huu upuuzi. Umeniharibia mood wa mwanangu. Sitaki kukona hata kwenye macho yako. Ondoka. Baby polo ni mtu kuniambia mimi nakuharibia mood leo. Lazima utoe.
Siwezi. Tautoa. Nakwambia kama tautoa. Ondoka. Naondoka. Lakini jua kesho nifunga. Historia ndo hii. No, haiwezekani. Huwezi kuwa babangu na huwezi kunielewa. Hapana. Golodi. Ilo unajua kwamba pengine kama kuna njia moja ambayo tulitaka kutumia, haikuwa kusema kwamba, lakini si kusema kwamba mimi nilikuwa kabisa na nia moja hivi ya kukupeleka pabaya, lakini ilikuwa tu kusema kwamba tusaidiane tupate suluhisho. Najua kuwa wewe ni rafiki yangu kipenzi. Jinsi nilivyokuwa nateseka, hukuwa napenda kuniona kwa hali kama na ile. Ila nashukuru sana kabisa kuona kwamba toka leo hivi unaanza kuishi na uhuru hapa nyumbani kwenu. Shukuru. Na leo hapa amepika deki, anaosha vyombo, ameniomba pia vazi zangu. Haya kakangu. Haya nashukuru kabisa kwa jambo ambalo Mungu amekuja kufanya kwetu. Haya. Richard, nilikuamini sana. Sikuzani kama unaweza kunidondosha kiasi kile. Hivi unafikiri tutawaambiaje yule Sulemani and Aisha? Tutawaambia nini? Richard, nilikuwa nafikiri kwamba utafanya kazi. Ndio manake ulikuwa unaniambia kwamba unafanya likizo mara kile. Nilikuwa nashindwa kuelewa mbona likizo inazidi. Kumbe ulikuwa unajua kwamba umefanya vituko. Richard, sikuwa nafikiria hivyo. Nilikuwa nakuamini, nilikuwa nafikiri kwamba kazi unachapa vizuri, umefuata mapenzi. Kiukweli kaka, nimekosea. Na nilisi nikikimbia itakuwa suluhisho. Ingawa kumbe sasa ndo shida imenipitia akili. Lakini kaka, naomba uniwe radhi. Na tufanye jitihada zote hawa vijana wawili wasije wakaoana. Kwani hiyo ndo itakuwa ni kosa. Wahenga husema mara ya pili ndo kosa. Wewe unafikiri hili ni jambo rahisi? Hii ni shida. Hii si jambo rahisi unavyofikiria. Kiukweli si rahisi. Lakini kaka, si wewe unaaminika na hawa vijana. Mimi hawamniamini tena. Na ni wewe ndo unaweza kutupea idea tutatue hiyo shida. Namna ulivyo ukifanya wakati nilikuwa mtoto mdogo. Nilikuwa nikikosea ulikuwa ukinielekeza, ukitatua shida ukinisamee. Okay. Tutajeta kwa. Asante kaka. Asante. Chris, kuna nini? Mimi niko poa. Mimi sijawahi kuona kwa hali hii. Afu mimi unanipa wasiwasi. Hapana. Unajua nimetoka huku nje nimezungumza na baba. Na maneno ambayo baba ameniambia kabisa amekuja kuharibu mzunguko wangu wa damu. Mpaka sasa hivi sina amani ya roho. Na wewe binafsi unajua kabisa jinsi gani mimi ninavyokupenda na wala siwezi taka labda mimi nikupoteze, sawa? Nafahamu. Aisha, baba ameniambia kuwa si ni mandugu. Sasa unachofikiria kitu gani? Umeambiwa mimi na wewe ni ndugu.
natarajia kuwa mke wako wa ndoa. Alafu kuna ubaya gani kwa mimi kuwa ndugu yako? Hilo mimi nalielewa, sawa? Lakini inaonekana kabisa hujanipata, sawa? Wamenialifia kuwa wewe ni ndugu yangu, yani wewe ni dada yangu, sawa? Prince, usijali. Hiyo. Baba alikuwa amenieleza jana. Mpaka sasa mimi nafikiria itawezekanaje? Ya, tatizo lako sasa ndo pale, sawa? Ungelikuwa kabisa ushaniambia ningelikuwa tayari nishajiandaa, sawa? Haingelinipea tena shida. Prince, mimi nilichokuwa nataka tukae chini, tuzungumze tufanye nini. Basi mimi nina wazo. Wazo gani? Mimi nina wazo. Tuandae kikao. Kikao? Ndio. Tuandae kikao. Tumuulize baba vizuri kama kweli atakuwa na uhakika na kile kitu ambacho alikizungumza pale, Pengine labda inaweza kuwa tu ni mtihani. Sasa na wako na yani majaribio tu. Sawa. Sawa. Sasa ikitokea ni ukweli. Sasa hapo tutajua kitu ambacho tutakifanya, sawa? Sababu wewe unajua fika mimi nakupenda sana Aisha. Kwa hiyo mimi na Aisha kuwa utakuwa kabisa una majibu kamili kuhusiana lile swala. Wewe tusubiri kwanza siku yenyewe ya kikao basi sawa. Lakini naomba relax. Usiwe na pressure. Basi sawa. Yeah. Nitajikaza. Umefika. Chakuri bwana, Steve Oraba. Chakuri bwana, nimepata tatizo la moja. Una shida moja tu. Watoto wako wawili wanapendana. Chakuri bwana. Basi wangu. Kuna sharti mbili. Unatakiwa kwenda kwenye mto mrefu sana. Utakapofika pale mzangu. Utakapofika pale mzangu. Unatakiwa kupata panya mwekundu kwenye maji. Utaingia kwenye kisima cha maji. Unatafuta panya mwekundu. Chakuri bwana. Sharti la pili mzee wangu. Utakapotoka pale. Unasubitishwa kurudi Kampala. Utakaporudi Kampala, unamtafuta mkuu wako huyu ambaye umezaa naye mtoto. Utakapompata mzee wangu, unasubitishwa kulamba kila mahali pote ambapo atatembea. Sio unaelewa? Chakuri bwana. Yesu wangu kuja hapa kunipia mimi masharti ama kunielekeza kila kitu chochote. Steve. Usawa. Utakapo lamba kila mahali popote ambapo mtu wako anatia mguu wake kupitia huyu mmoja. Utakapofanya hicho, tatizo lako litakuwa limepata suluhisho. Sina haja ya kuomba kila kitu chochote, lakini naomba inuka mwanzo wako. Inuka na uondoke. Chakole bwana, chakole.
natarajia kuwa mke wako wa ndoa. Afu kuna ubaya gani kwa mimi kwa ndugu yako? Hilo mimi nalielewa, sawa? Lakini inaonekana kabisa hujanipata, sawa? Wamenialifia kuwa wewe ni ndugu yangu, yani wewe ni dada yangu, sawa? Samahani boss. Mimi nataka nikuulize. Hivi mapenzi ni nini? Kwa nini unaliswali? Mimi nakuuliza hii swali sababu ya mwanao Sulemani. Hiyo si utaenda kumzika Aisha. Atakuja na mwingine mwanaume. Kisha ndio yeye anaona kabisa kuwa nimejiwa kwa bure. Unaona bosi wangu Lakini wewe usifikirie sana my boss, yatapita na yanakuja tu. Hizi maisha. Naona bosi, mimi naona kuna la ziada. Kwa hiyo unaweza kuendelea na kazi zako niache hapa. Nifikirie cha kufanya. Sawa tu, si tatizo, lakini basi Sulemani mjinga sana. Baba, mimi naona kabisa kila kitu tumeshafanya kila kitu sababu ya Sulemani haipo hapa. Na ndio maana mimi nimeamua niende mtafute. Hapana, tamkumba nimeandaa kikosi. Watu wanakwenda kumtafuta. Baba, siwezi kukuamini. Naenda kumtafuta na kama sijampata, siwezi kurudi hapa baba. Kwa heri. Sasa unaenda wapi? Kilichosababisha uingie kwenye ule moto pasi na ruhusa yetu nini? Na utakachokipata maishani mwako hutaweki sahau.